huyu Yesu si hadithi, mwambie. Si hadi, unajua saa zingine Masi, kuna watu wanafikirianga, unajua tulizaliwa tukaambiwa kuhusu Yesu. Wengine tulionyeshwa picha. Sasa hata mpaka saizi tukiwa watu wazima, labda kuna watu wenye hawajaenda classes kama wewe, najua umetembea makanisa, umefunzwa, umesoma, umemjua Yesu. Ndiyo. Kuna wale ambao hawajaenda, walitoka ushago wakakuja huku. So wako na ile picha ya Yesu, ile alikuwa mzungu. So hata ukiomba unaomba tu Yesu, unaona hiyo picha tu hapa. Yaani huna ufafanuzi wa Yesu. Labda unaweza tuelezea Yesu ni nani, anafaa anakaaje, unafaa kumuomba aje, unafaa kurelate na yeye aje? Wow, Yesu ni rafiki. I think he's so many things. Yeye ni vitu vingi, lakini yeye zaidi, above all this ni rafiki. Nikiongea na yeye siongei na yeye kama oh God of nini. Naongea na yeye kama amesema yeye ni rafiki, ametuita friends. Biblia inasema hivyo. Si mimi nimesema. Yeye ni baba pia. Yeye ni the way to the Father. Yeye ndio anatuombeanga. Shetani anasimamanga na case kila siku against us, ndio tusi prosper in life. Anasema huyu lazima ateseke kwa sababu ya hii dhambi alitenda na hii, lakini Yesu anatutetea. Yesu ni rafiki. And so yeye si story. I think ile kitu watu wengi hawajuangi, kama mimi nilijua Yesu ni real. First time nilienda Katoloni kuomba. Nilikuwa na mashida nyingi sana. Nilikuwa sina pesa ya recording, sikuwa na vitu mob. As in, I had actually 5 prayer items. Nikakaa 5 days. So hizo 5 days nikatoka Katoloni. Imagine God alinijibu kila kitu. Ushaikuwa hauna pesa leo, alafu mtu mwenye hujui apige simu aseme niko na 100,000 Mungu alinizungumzia, Masi aende afanye recording, anapigia baba yangu. As in everything was answered. Ndio nilianza kusema, by the way, huyu Yesu si hadithi. I think kuna zile tu unaambiwa tu uko like hata watu wengine wakisikia story ya Jonah wanafikiria ni story. Wakisikia story ya Elijah wanafikiria ni story ya Moses. Si hadithi. It's true, it's real. Until you experience ndio unasema haya. But Masi, saa zingine kuna mtu anaomba labda na amekaa wakati a very long time, Mungu ajibu. Labda unaweza muelezea nini huyo mwenye pia amelose hope, anasema hapana, huyu Yesu pia yeye sioni vile. Huoni vile. Na watu wengi hufika hapo wanaona yenyewe Yesu uko very busy. I don't know, maybe unisikiangi. Kuna wimbo Shusho alimba akasema nilifikiri wengine ndio wanajibingi lakini si mimi. Na kuna watu wengi sasa hivi wanawatch wanasema huyu Mungu sijui kama ni mimi ananionanga kwa sababu mimi kwanza mimi ni mwenye dhambi, mimi ni horrible. Mimi si deserve. But anatupenda sisi wote. Kila mmoja wetu tuna deserve upendo wa Mungu. And so ninaweza kuambia nini, test God. Test God kwa prayer and fasting. Test God kwa repent. Kutubu mara nyingi. Tubu mara nyingi kwa siku. Ndio usipate shetani yako na case na wewe mbinguni. Kwa sababu watu wengi destiny zao na mambo yao yamefungiwa kwa sababu kesi imefungwa mbinguni. Nakumbuka Job. Shetani alikuja kwa court of heaven akasema huyu amefanya hivi, yeye ako hivi kwa sababu wewe umemwekea hedge, test. Kuna kuanga na hizo negotiations juu ya maisha yako kila siku. Ni muhimu kutubu na kuambia Mungu akusaidie. Na pia pray and fast. Ndio uone Mungu maishani mwako. Kila time nasemanga nimefanya 21 day fast, nimeona Mungu. Nimeona totally kuna tofauti. And so kuna mapepo zingine hazitokangi ila kwa kufunga na kuomba. Na Yesu ndo alisema hivyo. And then through tough times kuna wakati mtu anakaa unaona Mungu hako na wewe. Lakini kuna scripture hiyo ni encourage sana kwa sababu nimeona Mungu, nimemwona maishani mwangu. Anasema count it all joy even when things don't work. Fanya translation. Yani because the testing of your faith, hapo chini inasema itakufanya ukue perfect and lacking nothing. Perfect and lacking nothing. I think generation ile ilikuwa mbele yetu, kama baba yangu for example ya generation wako 70s 60s, wako almost perfect lacking nothing kwa sababu ya zile vitu wamepitia. Ukikutana na mtu amesafa na mtu hajasafa na mkue na conversation, utapata mtu ambaye amepitia moto ako afadhali kuliko ule mtu hajapitia moto. So listen, God is making you perfect. Mungu anakutengeneza unapopitia tough
times. You will be perfect and lacking nothing. Ndio maana anasema furahia ukipitia hii time ya corona. Furahia kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu anatengeneza ndani yako. You may not feel it. In fact, watu wengi wanapitia moto saa hii. You know, hawaelewi kwa nini, you know. But si wewe peke yako, ni watu wengi wanapitia moto wakati huu. But stay strong, stay katika Mungu. Tulikuwa tunaongea juu ya ndoa, mimi na wewe, venye watu wanaafektika katika ndoa wakati huu. And I was saying, kitu ambacho watu wengi hawako wanajuana. Nilikuwa naambia my sister hapa that ukijua personality yako na ujue personality ya mume wako na watu ambao wako around you, inakusaidia sana kuelewa ya kwamba tuko tofauti, hatuwezi kuwa the same. Nilifind out that weaknesses zangu ndio strengths za my husband. Na nikatulia wakati nilifind out personality, you know, yetu ni tofauti. Nikafanya comparison, nikasema you know, it's important to know that we have different personalities. Na kuna tests kwenye hata pia Google. Unaweza fanya ujielewe na uelewe watu walio karibu na wewe. Hiyo test inaitwa nini? 16 personalities test. 16 personalities test. Enda to Google. 16 personality test. Ufanye 10 minutes. 10 minutes. Ukae chini na mpenzie na hata mamako babako ama mwenye mnakosana. Sasa mimi nilisoma nikaelewa, nikaona no wonder hata natakanga kukaa peke yangu. No wonder sipendi makelele. Yani hata nikaelewa babangu na mamangu. Actually niliambia mamangu wafanye hiyo test na babangu. Mamangu akasema, "Woi, baba yako no wonder ni wa community," kwa sababu babangu anapenda kusaidia community sana. No wonder, it's personality. Na hawajajua for 40. Tena Wakikuyu mko na wengi ambao ni ESTP, ambao ni entrepreneurs. Yani uelewe kwa nini anashindaga kwa biashara. Yes. Aendagi nyumbani. Wanakuambia pia venye wanafanya different things. Unasema Mungu anapea kila mtu personality ambayo inasaidia, you know, inasaidia whatever reason that he created. But unapata mna complement each other. Labda tukielekea katika what is Christianity. Labda tulipewa wakati na Mungu wa kukaa nyumbani, tujielewe. It's true. Kanisa ikafungwa, kila kitu ikafungwa, tukakaa nyumbani, kila mtu na Mungu wake. Lakini kuna watu wawili hapa. Kuna Christian na kuna wenye hawaamini ni Christian sababu hawaendi kanisa. Ndiyo. Na hawa wawili wote ushinda wakipigana. Christian anashinda akinyosha mkono wake kwa mwenye haendi kanisa, na yeye mwenye haendi kanisa anashinda akingoja masimasika afanye dhambi, point. Yani sisi tuko katika tunapigana, Wakristo na wenye hawajaamini ni Wakristo. Labda unaweza tuambia Ukristiano, kuwa Mkristo wa ukweli mkamilifu ni mgani? I think kitu cha muhimu ni kupendana. You know, na sisi hasa Wakristo tunafaa, you know, tupende watu. Kuna vile tunakuwa pia judgmental. You know, kidogo tunaona tukiwa perfect. But none of us, kusema ukweli, hata sisi Wakristo tunajua none of us is perfect. I think kitu ambacho tunafaa kujua ni kwamba Mungu hafanyangi hivyo. Mungu hafanyangi pointing, condemning. Condemning ni kwa Kikuyu? Ni kudhurumu watu, kuorota adu. Kumatuira shira, like judging. Condemning. God doesn't condemn. Shetani ndio anafanya hiyo kazi ya condemning. Kwa hivyo kama wewe ni Mkristo ama wewe ni hujaamini bado, kama kazi yako ni condemn, wewe na shetani mko na business the same. Muache hiyo biashara. What Mungu huwa anafanya ni kuconvict, kujulisha hali ilivyo ndio utubu. So none of us, even as Christians, we can tell struggle yetu ni real. Kila mtu akona, you know, every day leaders not into temptation. Ndio maombi yetu. Kuna wengine saa nyingine wanakosa kushinda, lakini Mungu anasema come back to me, come as you are, na nitakupatia rest. I think kitu ambacho pia watu wengi ambao wanasema ni non-believers ni kwa sababu wanaona wao si perfect. Yaani unaona mimi hii mambo ya wokovu siwezi, mimi kapombe siwezi acha. Lakini Mungu anasema kuja hivyo ulivyo, na hiyo kapombe yako yenye unapenda sana uone kama hautabadilika ukiwa na mimi. So I think God is a loving God. He doesn't condemn. Yesu alijua sisi ni wenye dhambi, ndio maana alienda Kalvari. You know, that's why alipigwa, kwa sababu alijua kuna mambo ambayo sisi tutafanya huku duniani ambayo si mazuri. Ndio maana akapeana sacrifice before. Kwa hivyo tusiabuse sacrifice of course na dhambi, lakini go as you are. Usiache mambo ya Mungu kwa sababu unasikia umetenda dhambi sana ama we huwezi. Watu wengi hawawezi. In fact, hata mtu ambaye anaangalia pastor anasema pastor ni perfect, umekosea sana. Pastors si perfect, ni wanadamu kama wewe. Wanataka, you know, they have needs kama wewe. Kitu ambacho ni muhimu for all of us ni twende kwa Mungu.
tulivyo. Ni kweli. Labda kabla hujatuelezea nyimbo zako, unajua una wimbo mpya. Nyimbo zako we saa zile unaimba wimbo, unaimba kwa sababu gani? Nini kinakuchokufanya uandike wimbo? Kuna ile scripture kwa Biblia, Yesu alisema kuna watu walipewa talent moja, wengine wakapewa 2, you know. Na kuna yule ambao alichukua akaweka chini mahali. Akasema wacha akirudi nitampatia 2 kwa sababu yeye ako na njia zake za kunini. Kitu ambacho ni important kila mmoja wetu kujua ni kwamba every one of us, kitu ambacho Mungu amekupatia ana expect ulete increase. Kama amekupea kuongea, lazima ilete increase kwa kingdom. Kama amekupea kuimba, lazima ulete increase kwa kingdom. Kama amekupea kudance ama kuongea sana kama wewe, you know, lazima ulete increase kwa kingdom. So one of the things ambacho nafanya katika muziki, Mungu amenipatia gift ya kuimba, so naleta multiplication. Kuna watu ambao wanaokoka wanaposikiza muziki. Kuna watu ambao wanakuwa convicted wanaposikia muziki. Ndio maana. Wow, glory to God. Labda uko na wimbo mpya, na kabla hujatuelezea kuhusu wimbo wako mpya, unaweza zungumzia watu wale wako chini, labda wanafikiria kwamba wameteseka sana, wamefika mwisho, wengine hata wanafikiria kujitoa uhai. Labda mbona kama Kristo alikufa ili tusamehewe, mbona tuwateseka tena? Kama nilivyosema, ni muhimu kukaa ukitubu, ukirepent, kwa sababu shetani ndio accuser. Na nimesema kuna koti mbinguni. Na kila wakati God is a righteous judge. Usipotubu hakuna kitu ambacho Yesu anaweza, you know, lazima shetani atawin kwa sababu wewe haujatubu. Yani you cover yourself, the blood speaks for you. Damu ya Yesu ndio inakuzungumzia. Vita ambavyo tunavipitia vingi si ati battle shetani wanakuja, no, it's in a court. You understand, the court of heaven. So it's important kila mmoja wetu kuishi maisha ya righteousness. Tuishi maisha ambao tuna repent, tunakaa na uhusiano na Mungu. Sema Roho Mtakatifu nisaidie kwa hii area. Hapa Baba naona nitadanganyana, nisaidie sana, you know, so that we live a righteous life. Kuna mateso, things that happen, but nakumbuka Abraham na Sarah alihave kungoja miaka sijui ngapi before apate promise. Kuna watu wamengoja breakthrough mpaka unasema hata corona I make difference, imekuwa tu hivyo before corona and you know after corona. But what am I saying? Waiting on God, kungojea Mungu ndio inakauntiwa kama faith. Abraham anaitwa man of faith kwa sababu ya kungoja Bwana. Ndio maana tulimba afadhali kumgoja Bwana. Kwa sababu ukichukua shortcut hautakuwa unalala usiku, utakosa amani, utakosa furaha. Yani ukiamua wewe sasa ndio utajisaidia. Utajisaidia mpaka ukizeeka, yani you know you can be a millionaire na ulali. True. Bishop Wanderi alisema watu wote hujaiona mtu ameenda kwa mchawi akachukua akachukua selfie at the best witch in the village, because wanajua sababu wanajua hata nini zao spirit yao nawaambia sibu vizuri. So vile umesema hata uende shortcut itakumiza. So afadhali, yani Biblia everywhere inasema njia za Mungu si za haraka, lakini ukistay faithful unaonanga breakthrough, unasema haya. So just stay in God, stay faithful. Kama you know you're married, stay faithful to your wife. Yani ni watu wengi ambao wanaenda wanatembea lakini baadaye anakuja akiwa mzee, akiwa mgonjwa. Hao wasichana alikuwa anatembea na hawezi mchunga. It's so embarrassing. Kaa pamoja, kila mtu anayokufa yule ambaye hajakaa pamoja na familia yake wanasemanga I wish ningekaa pamoja na familia yangu. These are my people. Ni kweli. Uko na wimbo mpya unaitwaje? Nivute. Wimbo wangu mpya unaitwa Nivute. Nasema ya kwamba God draw us close. Kwa sababu ukimkaribia Mungu anakukaribia pia. Ndio, so mbona ukaandika? I believe kitu cha muhimu, nothing else matters. Unaweza pata pesa urealize hata pesa hazina maana. Unaweza endesha gari ya kubwa urealize hata wale ulikuwa unataka wakuone hata ina maana. You know. So nothing matters, everything is ni empty. So kile ambacho kinani satisfy ni realize ni tu kukua kwa presence ya God. So akinivuta you know that's all that matters. Sawa.
Labda Masi, tumeshukuru kwa kuwa nasi na najua tutapata wakati mwingine, hatujazungumzia wasichana wadogo, tujazungumzia wakati umekimbia sana. Umekimbia sana na tutapata wakati mwingine tutaomba. Ndio. Lakini unaweza tuelezea mtu anaweza kupata wapi, labda handle zako, unajiitaje wa kufuata? Ndio, najiita Masi Masika Mogoro kwenye Instagram, kwenye Facebook Masi Masika, na ile nyingine ni Twitter. Niko pia kwenye Twitter Masi Masika, na kuna nyingine, kuna Facebook, Instagram na Twitter. Zote Masi Masika. Wow, Masi Masika watafuata Mogoro. Waende waone hiyo wimbo ambao DJ Makti atatuchezea. Ndio, iko kwenye YouTube. Salimia watu kwanza, watu wa Mogoro lazima wasalimie na waambie Mogoro kitu. Najua kama hatazami ataambiwa. Okay. Na kama anatazama atasikia. Mwambie kitu. Bwana asifiwe sana watu wa Maragwa, huko ndo kwetu. Mbarikiwe sana mnaposikiza Kameme na mumpende Yesu. Amen. Because hakuna kitu kingine kinamata. Ukimake pesa ni sawa, lakini haitakusatisfy. Utataka tu ingine kesho. True. Only God, Mungu tu ndio anaweza kukusatisfy na kukupea furaha. Amen. Na wapenda sana, barikiweni sana, na mdownload nyimbo zangu. Sasikiza *811 *853 wimbo huu mpya. Na wapenda sana. Na ujaambia Mogoro kitu, na unajua vile amekupea easy time ya kutumikia Mungu wewe. Yeah. I think baraka ambayo ninayo, ambayo nashukuru Mungu kila siku. Na hata leo nimemwambia, you know that Mungu alinibariki sana kwa kunipa yeye, kwa sababu you know his commitment, hata mimi kuja mahali kama hapa, you know he's concerned, you know utasema nini, you know, so ni kitu cha baraka sana kuwa na mtu kama Mogoro, mtu ambaye anampenda Yesu. Kitu cha kwanza ni kumpenda Yesu na anapenda familia. Wow. Ndio. Na unampenda. Nampenda. Unataka hizo? Asante sana Masi, sababu ya kuja na kutuelezea na kuhusu Yesu. Mungu akuzidishie kabisa. Amen. Akupatie nyimbo ambazo zitafanya yeye atukuzwe. Amen. Na pia wewe na familia yako msikose na msichekelewe milele. Amen. Katika jina la Yesu. Asante.